utaratibu wao. Biblia inasema wakaanza kuimba siku ya manane, wanaomba urejesho, Bwana warudishe kwenye nafasi. Jana nilikwambia kosa walilofanya Wafilisti, walimwacha Samsoni nywele zinaota. Angalia na huyu mlinzi amepewa kazi alinde watu, kwamba linda, wakitoka gerezani utanyongwa. Ndo amri aliyokuwa amepewa. Sasa yeye amekaa, jamaa wanaanza maombi, wanaanza sifa, amenyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaomba, wanaimba, amenyamaza. Asijue kuna siri ndani ya nyimbo zao, kuna siri ndani ya maombi. Yeye amenyamaza. Wanaomba na wafungwa wengine wamenyamaza. Biblia inasema ghafla kukatokea tetemeko, likatetemesha, milango ikafunguka, kamba zilizokuwa zimefungwa zikawachia. Wakina Paulo na Sila wakatoka wamesimama. Haleluya! Walipotoka wamesimama, yule mlinzi anakuja kushtuka. Sifa, maombi vimefanya kazi, vimeleta Bwana urejesho. Amemtuma malaika wa nguvu, amekwenda na nguvu zake, ameng'oa milango, ameiondoa, amezifungua kamba kwa waliofungwa kamba. Wametoka, wamekwenda, wamesimama. Mlinzi anashtuka usingizini, watu hawapo, akachanganikiwa, anachukua upanga ili ajiue. Paulo anamwambia usijiue, tuko hapa, hatujakimbia, hatuwezi kukimbia, maana tunamjua aliyefungua malango. Hatuwezi kutoka hapa, maana tunamjua tuliyekuwa tunamwimbia sifa usiku wa manane, tuliyekuwa tunamwomba usiku wa manane. Bila shaka ndiye huyo ametuma nguvu zake, kama ambavyo alituma nguvu zake wakati ambapo Shadraka, Meshaki na Abednego wako kwenye tanuri. Akatuma nguvu zake zikakamata moto, wakapewa urejesho, wakatoka salama. Haleluya, haleluya. Wapendwa, msikate tamaa, Bwana anarejesha. Usikubali vifungo vya adui vikufunge. Usikae kimya kama kauli za wengine. Huwezi kuomba ukiwa kwenye mabaya. Hapana, yanatofautiana. Mabaya gani ambayo hatuwezi kuomba? Labda unaumwa, huwezi kusema labda, lakini bado kinywa kitaomba kama Ana. Ukisoma Ana, kitabu cha Samueli sura ya 2, kuna mstari utamkuta Ana. Biblia inasema anarudi mume wake, anamkuta midomo inacheza. Yule mume wake anamwambia, wewe mbona midomo inacheza? Anasema, mume wangu, nimeumimina moyo kwa Bwana. Haleluya. Hata kama tutakuwa ni wagonjwa, hatutaweza kuwa na nguvu za kupaza sauti. Wewe mimina tu moyo wako kwa Bwana, midomo ionyeshe ishara kwamba ndani kuna maombi. Ukiwa nguvu za kusema hazipo, lakini umemimina moyo wako kwa Bwana, unasema, Bwana, niko hapa kitandani, hapa hospitalini, niko hapa. Umemimina moyo wako kwa Bwana, unasema, Bwana, ukiniacha wewe, hata hawa madaktari hawataweza, hata hizi dawa hazitaweza, hata hizi dripu za maji hazitaweza, hata hizi mashine walizoniwekea hazitaweza. Ninakuita Bwana, zaidi ya hizi mashine, zaidi ya hizi dripu. Mkristo amemimina moyo kwa Bwana, anaomba kwenye kitanda cha hospitali, anasema, Bwana, usiniache hapa. Pamoja na kwamba hapa ziko dawa, ziko mashine, ziko vitu vya kupumulia hapa, lakini Bwana, usiniache hapa. Akawa naomba, midomo tu inaonyesha naomba. Biblia inasema, mume wake anasema, wewe maana kumekuwa mlevi. Anasema, sio mlevi mume wangu, nina hasira. Nataka Bwana anirejeshee uzao. Maana uzao wangu siwaoni watoto wangu wakina Samueli, siwaoni watu ambao watasimama mbele za Bwana, siwaoni. Anaomba Samueli atokee. Haleluya, haleluya. Usikae kimya, anza sasa. Ujue kabisa kwamba Mungu ni Mungu wa kurejesha. Watanzania, watu wote, msikate tamaa.
yeye Mungu aliye Mungu wenu atawarejeshea. Sijajua hapa ulipo umepoteza nini, sijajua hapa ulipo nafasi gani imepotea, sijajua hapa ulipo kitu gani kimepotea. Swala ni moja, lazima uingie kwa Bwana na kuanza kuomba kurejeshewa, kurejeshewa, kurejeshewa. Bwana anarejesha